kila jambo. Neno lako linasema ni vyema kushukuru. Neno lako linasema kupita majina yote Baba na kila mwenye nguvu na lisifu jina lako, jina lako. Tutalisifu asubuhi, tutalisifu mchana, jioni na usiku. Neno lako linasema Shukuruni kwa kila jambo. Neno lako linasema Ni vyema kushukuru. Mchungaji tulikuwa tufahamiani, lakini kwa sababu ya ufalme wa mbinguni basi akatuunganisha. Ni ukoo wa Yesu. Haleluya. Tumeweza kufika hapa. Sasa nilipopokea maombi yako basi siku 6 nikasema tutafika. Na hakika tumefika. Bwana Yesu awabariki sana. Na pia Mungu alibariki kanisa. Najua ndio mnaanza, lakini mnakoelekea ni sehemu pakubwa sana. Na pia nipende kusema tu hivi, kuweni na maono ya kuongeza kanisa. Amen. Ili mnapoturudisha mwakani tunarudi kwa fujo zote. Amen. Haleluya. Ukweli tutarudi kwa fujo zote. Zaidi ya hizi za mara kwanza. Na ninaamini kabisa hii mara kwanza ilikuwa ni kuja kufanya matengenezo ndani. Aliponya wote wenye kifafa, bado akasema kwamba mkiamini kazi nilizozifanya mimi, nyinyi mtafanya kubwa zaidi. Maanake kama niliponya wenye kifafa wachache, nyinyi mtaponya wengi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapofika kwa Yesu usiwe na mashaka, wala usimwekee mipaka kwamba huu ugonjwa hauwezi kupona. Haipo. Hiyo haipo. Ni maneno ya Mungu mchana wa leo, kwa muda ambao umebakia huu, ujumbe unasema imani ya miujiza. 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 Kila mahali injili inapohubiriwa, sharti miujiza iwepo. Lazima miujiza itendeke. Lazima Yesu afanye miujiza. Miujiza ni nini? Miujiza ni nini? Ili uelewe miujiza, tunapotamka miujiza, mtu katendewa muujiza. Bwana kafanya miujiza. Miujiza. Tunakimbilia, watu wanakimbilia kwa mitume na manabii wakitafuta miujiza. Yaani kinachotafutwa ni miujiza. Miujiza. Miujiza ama neno miujiza, maana yake ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kupitia neno lake. Miujiza ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kupitia neno lake. Miujiza ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kupitia neno lake. Pale neno la Mungu linapofika, likasikika, likahubiriwa,
likafundishwa, likasemwa, tunahitaji kuona matokeo ya hilo neno. Na yale matokeo hayo ndiyo yanayotupa uhakika kwamba kumbe neno la Mungu linalohubiriwa ni la kweli, lina matokeo, lina nguvu, lina uwezo, lina mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu tumeona wagonjwa wakiletwa wagonjwa, halafu wanaombewa, wanapokea uponyaji. Wanaletwa waliofungwa, tunaona kabisa wamefungwa, yawezekana ni vichaa, wanaletwa, wanaombewa, halafu wanafunguliwa, wanakuwa na akili sawa sawa. Wanaletwa watu viwete, vilema, vipofu, viziwi na wenye udhaifu wa kila namna, wakihubiriwa, wakaamini, wakaombewa, wanapokea uponyaji, wanapokea majibu yao. Tunaona watu wakiletwa, waliozikwa, waliologwa, waliofungwa kwenye ulimwengu wa roho, na nje matokeo yanaonekana kabisa mtu amefungwa, lakini akisikia neno, akaliamini, akaombewa, anapokea. Hiyo tunaita miujiza. Yote hayo yanadhihirisha nguvu ya Mungu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ili itokee miujiza, tendo linalohitajika la kwanza ni imani. Imani. Kama mtu atahubiriwa, atafundishwa, lakini kama hataamini, hajafungua mlango wa kupokea. Hajafungua mlango wa kupokea. Ila mtu anapolisikia neno la Mungu alafu akaamini moyoni mwake, akalikubali, akalisadiki lile neno, likaingia ndani ya moyo wake, linaleta matokeo, linaleta majibu, linaleta udhihirisho. Sasa nimekupa mambo matatu kwenye huu ujumbe, imani ya miujiza. Jambo la kwanza, unayeandika andika: kuhubiri injili ya Kristo mponyaji. Kuhubiri injili ya Kristo mponyaji. Kuhubiri injili ya Kristo mponyaji. Maana yake tunapozungumzia injili ni habari ya mema, na hayo mema Mungu aliachilia kupitia Yesu Kristo, akayaleta, akayaweka kwenye mwili wa mwanadamu ambaye hakutokana na mwili wa kibinadamu. Yesu Kristo akaweka yale mema yawe ndani yake, na Yesu naye baada ya kupokea yale mema, alipozaliwa duniani, akaanza kutangaza yale mema ya kutoka kwa Mungu kwamba yako kwake. Hivyo mtu akimwamini Yesu, yale mema ya kimungu yanamstahili huyo mtu aliyeamini. Haleluya. Haleluya. Unapoamini neno la Mungu, Biblia tunapoisoma ni injili, ni habari njema ya Mungu kwa mwanadamu. Ni neno ambalo limeachiliwa na Yesu naye alipomaliza kazi yake hapa duniani. Si kila mhubiri anayehubiri. Ni wanawaambia watu, hata mimi nipime. Usikurupuke tu
pima kwamba huyu mtu anatoka kwa Mungu. Hali ni mbaya hizi nyakati. Watumishi wengi hawapeleki watu mbinguni. Ukikuta mtu anakuhubiria halafu asikupeleke kwenye toba, kimbia. Kimbia hilo eneo. Kimbia hilo eneo. Kimbia hilo kanisa. Huo ndio ukweli. Mahali ambapo utahubiriwa, hata kama utabarikiwa, utafanya nini? Kama hajakwambia tubu dhambi, tubu dhambi, hakuna tiketi yoyote ya mwanadamu kufika mbinguni tofauti na toba kwenye maisha yake. Haipo. Sasa madhabii wengi, ili mwatambue, tazameni, akikuita kutubu dhambi, huyo anatoka kwa Mungu, maana anakuandikisha jina lako mbinguni. Ila asipokuambia tubu dhambi, anakuita tu ni kuombea baraka, barikiwa, pokea hiki, pokea hiki, hakuna toba. Sikiliza, hivyo vitu hata kama utamipata havitakusaidia lolote. Utabaki hapa duniani na mwisho wa siku utafia dhambini. Tujiulize leo hii, wangapi wanafia dhambini? Hawajatubu. Hayapo. Yohana alianza kuhubiri akasema tubuni dhambi. Yesu naye akapokea Injili kwa Yohana, akaanza kuhubiri akasema tubuni dhambi. Kanisa la kwanza limetoka ujazo wa Roho Mtakatifu. Injili ya kwanza ni tubuni dhambi. Na hata leo lazima tuhubiri miujiza itokane na toba. Maana dhambi inapoondolewa, mtu anabaki huru. Dhambi inapoondolewa, hilo hekalu linakuwa ni mali ya Mungu. Mungu anakuja anafanya makao ndani yake, na huyo shetani hatakaa. Huo ugonjwa hawezi kukaa, haya matatizo hawezi kukaa, kwa sababu yalitokana na dhambi, na dhambi imeondolewa. Halafu Yesu amefanya makao, na kifanya makao tunaanza kuona miujiza ya kweli inatokea. Tunaanza kuona uponyaji wa kweli unatokea. Tunaanza kuona baraka za kweli zinatokea. Tunaanza kuona mtu anaanza kuona mabadiliko. Alikuwa ameharibika tabia, tunaanza kuona tabia inakuwa njema. Kwa sababu gani? Dhambi haipo, halafu Mungu amekuja kufanya makao ndani yake. Farao ingia kwenye 18. Alipoingia akasema na sisi tunapita hapa. Sikiliza nikwambie, mahali anapokanyaga mlokole, shetani hawezi kukanyaga, wachawi hawezi kukanyaga, waganga hawezi kukanyaga, majini hayawezi kukanyaga, kwa sababu tumekanyaga wana wa Mungu, na utukufu wa Mungu na wasubiria, ili watakapokuja watanyamazishwa kimya. Halafu wanakuona wewe unavuka ng'ambo, watasema hii utakufa kwa ugonjwa. Sikiliza, mwamini Bwana Yesu, mwamini Yesu Kristo. Baada ya muda ugonjwa unakuachia, halafu wao wanazidika, wewe unazidi kusonga mbele, kwa sababu uko na Yesu. Usiwe na mashaka na huyu Yesu. Haleluya. Hata ako ka ugonjwa kanako kutesa ako kape muda. Yambie kumbe nilikuwa sijachua. Hivi Yesu anaweza aje kukaa ndani ya mtu alafu na ugonjwa unakaa? Yesu akaage pachafu. Biblia inasema yeye ni mtakatifu. Ni mtakatifu. Ni mtakatifu. Tena Bwana wa majeshi. Manake majeshi yote duniani, majeshi yote ya mbinguni, yeye ndiye anayamiliki. Hata majeshi ya pepo wachafu, yeye ndiye anayamiliki. Mahali ambapo yeye amekaa, yale majeshi anajua amiri jeshi yuko pale, hatuwezi kuingia, hatuwezi kukaa. Na inapomwona mtu amefungua moyo wake kumkubali Yesu, yanatambua majeshi ya giza ya kwamba anakuja amiri jeshi mkuu. Hatufai kukaa hapa,
lazima tuachie njia, lazima tuchomoke na hayo magonjwa, lazima yaachie, kwa sababu tunamleta Yesu ndani ya moyo wako, tunamleta mponyaji ndani ya moyo wako, tunamleta Yesu mwenye majibu ndani ya moyo wako, tunaleta majibu kutoka kwa Bwana. Fungua moyo wako, muamini Yesu ili akuponye saa hii. Haleluya. Hapa iko nguvu ya Mungu inayoleta uponyaji, iko nguvu ya Mungu inayoleta uzima, iko nguvu ya Mungu inayofukuza pepo chafu katika miili ya watu. Watakuja watu ni vichaa, wakaleta mahali hapa. Kuanzia wiki hii tulimefufua toa uamsho katika uzima na makimbilio, na Bwana ameanza kutenda. Pepo ametolewa, magonjwa yameondoka, na siku ya leo Bwana yuko mahali hapa. Tutaweka mikono juu yenu nanyi mtapokea uponyaji. Tutaweka mikono juu yenu, pepo wataondoka. Tutaweka mikono juu yenu, roho za kutumwa, za kutengenezwa, za kutegwa, za kurogwa zitaondoka. Hiyo mitego aliyokufunga nayo itakatika, maana Bwana ameachilia majibu kwenye mikono ya watumishi wake. Na mahali hapa hautaondoka na ugonjwa mchana wa leo, hautaondoka na magonjwa yako, maana yanaondolewa na unapokea uponyaji. Na ndivyo Bwana aliachilia kwa mikono ya watumishi wake. Tunaona mahali hapa ambapo Bwana anatumia mikono ya mitume, na Petro ikafika wakati anapita anapokea uponyaji. Wakati anapita wanaweka wagonjwa kwenye magodoro, wanawalaza pale. Kile kimbuli cha Petro wakati anaponya wa huku, jua liko huku, kimbuli kiko nyuma, na chenyewe kinaponya. Kwa nini? Ni ishara ya kanisa kuunganika na Roho Mtakatifu, yeye mwenye uhai, yeye mwenye uponyaji. Na mahali hapa, mahali uzima na makimbilio, ni mahali pa kukimbilia. Wenye shida watakimbilia, wenye magonjwa watakimbilia, walioziwa na pepo watakimbilia. Wakikanyaga kwenye madhabahu hii wanapokea majibu yao, maana Yesu yuko mahali hapa. Bwana yuko mahali hapa. Hakuna cha kansa, hakuna cha kisukari, hakuna cha ukimwi, hakuna cha kifafa. Yote yanapona, maana Biblia imetuambia ule mstari wa 16 mwisho anasema nao wote wakaponywa, wote wakaponywa, hakuna aliyetoka na ugonjwa wake. Na kanisa ni mahali pa kukimbilia. Ninapokea watu wengi, ninapokea ambao ni wagonjwa. Wakifika mahali hapa, yuko tabibu wa kweli Yesu, yuko tabibu wa kweli Yesu. Yesu yuko mahali hapa. Usibaki na mateso, waza moyoni mwako, fikiria moyoni mwako. Wakati unawaza moyoni mwako, tunaimba wimbo huu, chukua hatua taratibu, usogee mbele. Chukua hatua taratibu, usogee mbele. Wewe uliye na shida, sogea mbele. Ni haki yako mama, ni haki yako kijana, ni haki yako binti, ni haki yako mponyaji, ni haki yako afya ya mwili wako wote, ni haki yako, ni haki yako. Haiwezekani shetani aendelee kukutesa wakati Yesu ametuahidi. Yesu amesema ni haki yetu. Injili ni wokovu, ni wokovu.
Bwana ananiambia ni saa ya kuponya watu. Ni saa ya kuponya watu. Saa ya kuponya watu. Kuna wakati mwingine kuna pepo wamejifanya kuwa ni ugonjwa. Mtu anaumwa kumbe haumwi. Ni kipepo kimejifanya ugonjwa. Kimejikarisha kama ugonjwa. Akipima anaambia ugonjwa. Kumbe hana ugonjwa katika mwili wake. Hana. Ndio maana walioudhiwa na pepo wote walitoka na watu wakapona. Mchana wa leo, mwisho wa magonjwa yenye, Yesu nisaidie, nipe neema, nipe kibali cha kupokea uponyaji. Watumishi wako wanapoweka mikono juu yangu, Bwana Yesu, nipokee haja yangu, nifunguliwe. Nakushukuru Yesu, nakushukuru Yesu kwa kuniponya. Nakushukuru Yesu kwa kuniponya. Endelea kumwambia Bwana Yesu, shukuru kwa kuniponya. Wewe sema tu hivyo, nakushukuru Bwana Yesu kwa kuniponya. Nakushukuru Bwana Yesu kwa kuniponya. Nakushukuru Bwana Yesu kwa kuniponya. Tupite tuweke mikono juu ya watu. Tuweke mikono juu ya watu. Bwana ameachilia mikono. Weka mikono yako miwili kwa mtu mmoja. Weka mikono yako miwili kwa mtu mmoja. Maana ndivyo Bwana ameachilia mafuta. Ameachilia majibu. Kwa mikono ya mitume walioonewa na ibilisi. Na mchana wa leo, ibilisi, hayo maonevu yako, hayo maonevu ya magonjwa, ya vifungo, ya giza, ilo giza lililopanda kwenye mwili, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ni Yesu anaponya, ni Yesu anaponya, ni Yesu anaponya, ni Yesu anaponya. Tazama Baba, mioyo yao wamefungua. Tazama Baba, mioyo yao wamefungua. Tazama Yesu, mioyo yao wamefungua. Wapokea uzima, wapokea uzima, wapokea uponyaji. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nafukuza ya nguvu ya pepo kisukari, nafukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kachiala. Ukuliko pendeleza, ukuliko tumwa. Sai. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila magonjwa wewe kujificha kwenye damu, kwenye mifupa. Sai. Laya kifafa, laya tumwa. Naona nguvu inatembea. Ya Allah. Sio mali pake. Haraka. Niamuri siombe. Chukua magonjwa yako. Ondoka na magonjwa yako. Ondoka na hiyo laana. Ondoka. Umeamuliwa. Naona roho anapita. Anapita kwenye hekalu lake. Haya majini. Kila nguvu ya majini, kila nguvu ya mizimu,
inatanguliwa, 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 inatanguliwa. Acha kijana huyu, acha kijana huyu haraka, acha kijana huyu haraka. Beba milango yako, beba milango yako, beba hiyo milango, beba milango yako, beba milango yako. Kaweka, una haki ya kumshikilia, una haki ya kumshikilia, una haki ya kumshikilia, una haki, una haki, una haki tena, ni haki yake. Uponyaji na mimi na moto, na mimi na moto, na mimi na moto, napita moto, napita moto, napita, unapita, unapita moto, unapita, unapita, unapita huo moto, unapita huo moto, unapita huo moto, unakula, unateketeza, unakula kila takataka, kila takataka, kila takataka. Ni moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Mliamfunga, 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 mliamfunga. Na mimina moto, na mimina moto, na mimina moto wa Bwana, na mimina moto, moto wao, moto wao, moto wao, moto wao. Kila kifungo, hicho kifungo, hicho kifungo kilichokamata, hicho kifungo kilichoshikilia, kilichoshikilia hiyo maiti iliyobebeshwa kwenye shingo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo maiti iliyobebeshwa kwa jina la Yesu, iliyokamata, iliyokamata shingo, iliyokamata mabega, na mimina moto, na mimina moto, napiga pesa mikono juu ya ugonjwa, na wanapokea afya. Tunaamlia kuweka mikono kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Nene Yesu naponya, naponya watu hawa, naponya watu hawa Baba, naponya watu hawa Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila nguvu iliyokamata mwili, kila nguvu iliyokamata sahi, 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 hiyo mizimu ya uganga, mizimu ya uganga, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naiwasha moto, naiwasha moto, naiwasha moto, naiwasha moto, nawasha moto, vilinge vyote, nawasha moto, vingo milinge, nawasha moto, vingo milinge, nawasha moto, vinateketea, 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 vilinge vya uganga, hizo kungule, napasua, 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 kwa jina la Yesu, 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 ile roho ya kifafa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kila roho ya kifafa, ile roho ya kifafa, katika jina la Yesu, roho iliyotoka makaburini, Baba, kwa neno lako ulinenea kwamba tukiamini kazi zifanyazo nasi tutafanya kubwa zaidi. Tazama kijana huyu, roho ya kifafa hujidhihirisha kwake Baba. Watumishi wako umetutuma kuponya Baba, katika jina la Yesu nafukuza hiyo roho ya kifafa kwa jina la Yesu. Piga moto, piga moto, piga moto, piga moto, piga moto kwenye hiyo madhabahu ya uganga, piga moto, 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 na mteketeza katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya makaburini, roho ya makaburini iliyotumwa kwa kijana huyu, katika jina la Yesu, na iamuru tangu sahi, roho ya kifafa, pepo kifafa, paka kwa jina la Yesu, paka na kuapisha, paka na kuapisha, paka na kuharibu, paka na kuangamia kwa moyo huu, kwa jina la Yesu. Ni hekalu lako Bwana Yesu, ni hekalu lako Bwana Yesu, ni hekalu lako takatifu, kwa jina la Yesu, paka kwa jina la Yesu, paka roho ya makaburi, roho ya mauti, kwa njia ya kifafa, na
kwenye hilo kaburi, paka la kung'oa, paka la kusambaratisha, paka kwa jina la Yesu. Na tuma nguruma na tetemeko na radi kwa jina la Yesu sahi, paka kwa jina la Yesu, paka hiyo kamba walioifunga, kwa hiyo kuku waliotengeneza, kila wanapomkamata na kumfunga shingoni, hiyo roho ya kifafa na jidhirisha na peleka radi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuku aliyefananishwa na kijana huyu, na peleka radi za moto, na peleka radi za moto kwa jina la Yesu. Inakata hiyo kamba shingoni, inaharibu hiyo damu ya na roho zote za yule adui mwinusi na shetani hazitakaa tena juu yao katika jina la Yesu Kristo. Na mfungu